Asante mke wangu, hata tunapokumbuka Easter tunashukuru. Kama umesimama tu hivyo na uko na Biblia yako, ningependa ufungue. Naomba ufungue Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 15. Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen by Cephas, then by the 12. After that he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. After that he was seen by James, then by all the apostles. Then last of all he was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles, who I am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse 15, which I want you to note. But by the grace of God, I am what I am. And his grace towards me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Praise the Lord. Amen. Therefore, whether it was I or they, so we preach, and so you believed. Praise the Lord. Amen. I want to repeat verse 15. But by the grace of God, I am what I am. And his grace towards me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Praise the Lord. Wapendwa, ni kwa neema ya Mungu uko mahali hapa. It is by the grace of God you are here. Hata nikimalizia hapo ujumbe wangu, it is by the grace of God you are who you are. I just want this waimbaji to, for a short time, I just want to declare, kama sio wewe ningekuwa wapi? Kama hangekuwa ni Mungu, ungekuwa wapi saa hii? Kama hangekuwa ni Mungu. Praise the Lord. Amen. Wengine kama hangekuwa ni Mungu, ungekuwa umeshazikwa saa hii. But by the grace of God, you are in this sanctuary because it is by the grace of God. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Ambia tu Mungu ni neema yake. Umejawa na neema. Yes. Na neema. Neema ya Mungu tu. Umejawa na rehema. Na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe,
msamaha wa dhambi, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema Baba, na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi?
Mfalme, tunakushukuru tena. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante kwa uwepo wako siku ya leo mahali hapa. Asante kwa neema yako Mfalme wa falme. Kama haingekuwa neema yako hatungekuwa mahali hapa. Nasema utukufu na sifa zote ziwe ni kwako, kwa sababu umetupenda. Umetupenda Mfalme wa falme. Umetufikisha umbali huu kwa sababu ya neema yako. Asante Mfalme. Asante. Katika jina la Yesu Kristo umeomba na kuamini. Amen. Tupigie Bwana makofi waimbaji wetu. Asante waimbaji. Hata ningetaka tu mkae na mimi hapa. I wish mngekuwa na nguvu mngesimama tu na mimi, lakini wengine tunaweza kaa. Na tubiri tu kwa dakika kidogo and then we finish. Sijui kama mtakuwa strong, mnaweza kaa tu kwa kidogo, lakini wacheza vyo wengi mmekaa, mnaweza kaa tu hapo, wengine mnaweza kaa. Bwana asifiwe sana. Hicho kifungu ambacho tumekisoma, Paulo akiwaandikia wa Korintho, alikuwa naongea kuhusu ufufuo, na walikuwa wamemwandikia wakimuuliza maswali kuhusu ufufuo. Na anafika mahali na anasema huyu Yesu alifufuka, na sio tu hadithi ambayo tuko nayo. Alionekana kwa mitume wote, akaonekana kwa zaidi ya watu 500 ambao wengine wao bado wanaishi na wengine wamepumzika, na mwisho akaonekana kwangu. Praise the Lord. Mnakumbuka Paulo akienda kutesa kanisa kule Damascus, alikutana na Yesu. Praise the Lord. Ndio Paulo anasema nikamuona, kwa sababu alikuwa anaenda kuangamiza kanisa, lakini akakutana na Yesu. Praise the Lord. Na anasema nimehubiri. Mitume wengine wakina Petero wamehubiri, lakini mimi ambaye sistahili hata kuitwa mtume ana apostle, kwa sababu nilitesa kanisa, lakini kwa neema ya Mungu nimeitwa mtume. Kwa neema ya Mungu niko jinsi nilivyo. Praise the Lord. Sijui ni nani anasema kama Paulo, kama si neema ya Mungu singekuwa jinsi nilivyo. Praise the Lord. Ni kwa neema ya Mungu. Tell your neighbor, it is by the grace of God. It is by the grace of God you are here. It is by the grace of God you have the family you have. It is by the grace of God you have the job you have. It is by the grace of God you have the health you have. It is not your doing. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Paulo akiangalia maisha yake kule Mungu amemtoa. Bwana asifiwe sana. Anaona vile alitesa kanisa. Hakustahili hata kuitwa mtume. Hakustahili hata kuwa chombo ambacho Mungu angekitumia. Lakini kwa neema ya Mungu anasema I am who I am by the grace of God. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nasoma hayo maandiko na nikitafakari maisha yangu, ninasema kama haingekuwa ni neema ya Mungu singekuwa nimesimama hapa. Bwana asifiwe sana. Kama si neema ya Mungu, sijui ni nani, sijui wakati uliokoka ulikuwa katika hali gani. Neema ya Mungu ikakushukia, ukaweza kuokoka. Saa hii watu wanakuangalia, wanakuona unarembeka, wanakuangalia unakaa mtu wa maana. Kama haingekuwa neema ya Mungu, haungekuwa jinsi ulivyo. Praise the Lord. Ni neema ya Mungu wapendwa. It is the grace of God.
Unajua Paulo akisema hivyo ni na identify with Paul. Sijui ni nani ambao wanaji-identify kama Paul kama mimi. Unajua mimi nilizaliwa kwa jamii ambao wazazi wangu kwa muda mwingi hawakuwa wanamjua Mungu, lakini by the time mimi nilikuwa nazaliwa walikuwa wanaenda kanisa, wanamtumikia Mungu. Kwa hivyo ninasema mimi by the time nilizaliwa katika jamii ambao sasa ilikuwa inamjua Mungu. Lakini kwa kukua nikaenda primary, nikaenda secondary, ingawa nilikuwa ninaenda sometimes ile cha lazima Christian Union tukiwa form 1 to form 4, lakini nilikuwa naenda tu huko kwa sababu ni lazima niende Christian Union, kwa sababu haukukuwa na option. Ni either uende Christian Union, uende Seventh Day ambao walikuwa wanakutana Saturday, ama uende wale ambao walikuwa shule yetu ilikuwa na hata Waislamu. Kwa hivyo walikuwa wanachukuliwa na gari wanapelekwa ile mosque ilikuwa karibu na shule. Lakini Sunday hungekaa kwa dorm. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunaenda tu kwa sababu. So tukienda sisi mara nyingi tulikuwa tunakaa kule nyuma. Muimbaji akikuja mzuri mwenye anajua kuimba ndio tunapiga makelele nyingi sana huko. Na kama sermon inabo tunalala, tunangojea mahubiri ifanye nini? Mbona wengine mnakaa mlikuwa kama mimi? Praise the Lord. Nikamaliza form 4. Nikakaa ile nyumbani ile tulikuwa tunakaa, lakini kwa neema ya Mungu akanisaidia nikawa nimepita. Lakini in my own sikuwa nataka mimi niende university. Hata nilikuwa naambia my dad una waste, wacha nifanye kitu ingine. Lakini akasema in my family hakuna mtu ambaye amepita kama wewe, hata ufanye nini lazima uende university. Praise the Lord. Kumbe Mungu alikuwa anamtumia yeye. In fact that time school fees ikawa iko juu. Nikamwambia dad, sasa hataona maisha yako, huna pesa ambazo utanilipia school fees ya university. Akasema hata iwe nini, nitauza vitu hapa mpaka mtoto wangu at least nikuwe na degree kwa boma yangu hapa. Praise the Lord. Na ikafika wakati akauza vitu, nikaenda nika-apply ile inaitwa HELB. Hata mimi nilikuwa naomba sana hiyo HELB isikuje, ndio nisiende. Praise the Lord. Na ikakaa haikukuja. Nikamwambia siku za mwisho, dad, si unaona hata hakuna pesa, because nilikuwa nataka tu nikae area. Alikuwa na posho mill, kwa hivyo mimi nilikuwa nataka niwe naenda kusiagia watu huko unga. Na unajua ukienda kusiagia watu wa unga ni akina nani huwa anakuja kusiaga sana? Bwana asifiwe sana. That is why nilikuwa nataka sana huko. And then ikafika and ilibidi sasa ile hata tu ilikuwa nini ile ni ku-apply barua. In fact hata nikaona mzee mwingine, unajua sasa post office box, kuna mzee alikuanga anaenda kwa box anachukua mabarua analeta. Nikaona siku moja amekuja na barua na imeandikwa jina yangu, na mzee akasoma akaniita, ako so excited, umeitwa unaenda university. Nikasema Bwana asifiwe sana. Siku ikafika na college ikafunguliwa na nikakuja Nairobi na nikaenda. Tukifika tu huko, nakumbuka vizuri ilikuwa November. Tukifika huko tumekaa wiki moja, kukawa na one of the worst riots kule Kenyatta University. One of the worst. Kwa sababu zile vita zilikuwa huko. I'm very new in Nairobi. Sijui unaenda wapi, unatokea wapi. Askari wakaingia college. And I say by the grace of God, I am who I am. Because unajua kama hujaokoka even you are excited. Sisi ndio wale watu tulikuwa mbele, sasa tunapambana na askari. Na I remember I participated. Ndio sisi wale tunaenda kule. And tukiwa kule tukingangana, nakumbuka one of my dorm mates, nilikuwa naishi shule inaitwa Usambara.
ilikuwa na cubes, lakini moja zina face hivi. Nikikaa hii, ile iko opposite yangu, my roommate alipigwa risasi na akakufa. Tukambeba tukampeleka health center hapo, kufika kula akakuwa pronounced dead. Askari wakaingia wakatufukuza, mimi sijui ni Nairobi ni wapi, nikaanza kufuata reli ya KU hiyo ninafuata, sijui naenda wapi, kujipata nimefikia barracks, Kahawa barracks. Kufika kule naona askari wale soja kule, nikasema wui, huku ndio wale wamenifuata kutoka kule. Nikakimbia tena nikaanza kufuata, nilijipata niko Karura Forest. Sijui Nairobi ni wapi, Ngong ndio nimekuja huku, sijui ni wapi. Praise the Lord. Nikakuja tukamaliza hiyo Disemba na Januari, college ikafunguliwa tena, nikarudi. Before tufukuzwe, the Christian Union ilikuwa imepanga a whole week of preaching, lakini kwa sababu ya hiyo riot watu wote tukaenda. Wakati tuliresume wakarudisha hiyo wiki, na the whole week wakawa wanatembea in the hostels kuhubiri. Mimi nilikuwa ninaona wanakuja, ninahepa. Nikiona wamesimamisha mtu wanamuongelesha, ninahepa. Praise the Lord. And the whole week ilikuwa hiyo cat and mouse. Nikiwaona ninahepa. Na unajua mimi one of the days mimi nikigrow hatukukuwa na TV. So nyumbani tulikuwa tunaenda, kwanza nilikuwa napenda wrestling. So ikiwa ni siku ya wrestling tulikuwa tunaenda kwa our neighbor, alikuwa na TV, Great Wall, ile black and, praise the Lord, Great Wall. Wangapi wanajua Great Wall? Ilikuwanga ya red hivi nyuma. Wengine mmezaliwa tu mko TV mnaona 50 inch, 63 inch. Watu wametoka mbali. Praise the Lord. Nikiwa college mimi ndio nilikienda mpaka kwa yule hostel, nikamwambia mimi nipe kifunguu. Mimi ndio nilikuanga na kifunguu. Kulikuanga na TV kwa hall imewekwa pale kwa box, na ilikuwa inafungwa na kofuli, lakini jioni inafunguliwa. Mimi ndio nilikuwa nimepewa kifunguu, ilikuwa inakaanga kwa room yangu. Kwa hivyo jioni mimi ndio ninafungulia, na nilikuwa nakaa because nilisema siku kuona TV. So jioni kuanzia saa 1 ninaona news, ninaona nini mpaka saa 4 ndio ninaenda kulala. Lakini nikaona maisha ya university hainifurahishi. Nikawa nimepata help, a full help. Those days they were giving 42,000. Nilikuwa na 42 ambayo sijatoa hata shilingi. In my life nikiwa secondary nilikuwa kama ni pesa nyingi nilikuwa nimebeba nyingi. Ulikuwa unapewa 500 na you are my parent, hapo ndio utafanya shopping, hapo ndio itakuwa fare, na hiyo ndio itakuwa pocket. Ngapi? 500. Praise the Lord. Na usurvive term mzima. Na make sure kwa hiyo 500 umebakisha fare ya kukurudisha wapi? Nyumbani. So wakati nilikuwa sasa niko na 42 pamoja na ile dadi alikuwa amenipatia, ungeniona vile ninajisikia. Nimeshika 42,000 zangu, na niko na masomo hapa, niko place yenye sitaki. Nikaamua Mombasa here ile raha nasikianga Mombasa raha iko Mombasa. I said Mombasa here nikasema nasikianga kuna wazungu Mombasa. Hata nikiwa mweusi leo nitakaa karibu na wazungu, na mimi nikae mzungu kidogo. Niko na 42. Bwana asifiwe sana. And one of the days kukiwa na hiyo revival, in the evening nimepanga sitaenda Mombasa. Nikapaka suitcase yangu vizuri, na nikasema the following day sitaki niende Mombasa usiku, nataka niende mchana. Ndio nikipita Mtito Andei ninajua nimepita Mtito. Bwana asifiwe sana. Nikasikia kuna place nyingine sikuwa najua, lakini nikasikia kuna place nyingine inaitwa Manyani. Nikaulizwa Manyani iko na nini? Ina nyani.
Nikasema nataka nipite huko nikiona nyani sijaziona maishani mwangu vizuri. Bwana asifiwe sana. And that evening, nikiwa niko kwa ile room inaitwa Kilimanjaro TV room, wale hata wamekuwa huko wanajua. Nikaangalia nje na nikaona kuna hall kule mwisho ilikuwa inaitwa Science Zone 39, a very big hall. Hapo ndio Christian Union ilikuwa inakaa. Na nikiwa kwa hiyo hall nikaangalia kule nikaona a very bright light. Kitu imeng'ana iko na circles. Mimi na padlock ya TV na kifunguu nikaweka kwa mfuko. Nikatoka nikaanza kwenda kule Sanzo niende kuona ile kitu inakaa ile ni nini. Nikifika pale nikaenda na nikapata kumbe ni floodlight tu. Praise the Lord. Haikuwa kitu kingine, ilikuwa tu ni floodlight. Lakini haikuwa tu floodlight. Kule ndani kumbe kuna sasa revival ya hiyo Great Commission Week. Nikasema hata sirudi, wacha niingie hapa. Na nikaenda nikakaa pale. Na wakati nilikaa, saa hiyo ndio mhubiri alikuwa tu anaanza kuhubiri, na akaanza na akahubiri, na akihubiri nilikuwa namuona ni kama ako hapa ananipoint kidole. Wewe Solomon. Nilikuwa unajua sasa, kwanza ushers ni wengine, kwanza kulikuwa kumejaa. So wakati waliona kumejaa na nimefika late, wakanishika vizuri wakanileta. So hata huku mbele nilikuwa nakuja tu na miguu nikiwa pale mhubiri ni kama alikuwa ananipoint mimi. To make the long story short, I gave my life to the Lord. That evening, I gave my life to the Lord. Na wakati niliokoka, ile mipango nilikuwa nayo ya asubuhi kwenda Mombasa, yote ikapotea. Praise the Lord. Na ndio maana nasema kama si neema ya Mungu, Solomon ningekuwa nimewekwa hapa. Because nilikuwa nimesema raha ya Mombasa, nasikia wanasema kuingia Mombasa ni nini? Lakini kutoka nikasema mimi sitaki kutoka Mombasa, lakini kuingia ninafanya nini? Nataka kuingia. Praise the Lord. By the grace of God, I am who I am. Bwana asifiwe sana. Paulo akisema hivyo akasema kwa neema ya Mungu niko jinsi nilivyo. Paulo akisema hayo maandiko, by the way, alikuwa amemtumikia Mungu. Alikuwa kwanza ni mtume ambao Yesu amemwambia unaenda kuhubiria wale watu wa mataifa, the Gentiles. He was an apostle. Kwa hivyo alikuwa anasema ni kwa neema ya Mungu mimi ni nabii, ni mtume kwa watu wa mataifa. Ni kwa neema ya Mungu nimeweza kuandika vitabu ama barua. By that time alikuwa ameshaandika barua ya Wagalatia na barua ya Wathesalonike wa kwanza na wa pili wakati anasema haya maandiko. Praise the Lord. Kwa hivyo anasema it is by the grace of God. Bwana asifiwe sana. Sijui ni nani unasema kama Paulo. It is by the grace of God I am who I am. Praise the Lord. Mimi nasema ni kwa neema ya Mungu. Ni kwa neema ya Mungu mimi hata niko mchungaji hapa. It is by the grace of God. It is by the grace of God I have the family I have. Praise the Lord. Kama si wokovu, singekuwa nimeona yule mbo. Mnadhani kule Mombasa ningempata huko? Ningepata kimama kingine kimzungu hakina meno. Ngozi inashikiliwa, lakini ukikiona unaona ni kama mrembo. Praise the Lord. But by the grace of God, God blessed me with that beautiful girl. By the grace of God, He has given us children. It is by the grace of God. Unajua Mungu ni wa neema. Kwanza tu akamake sure kakijana kamekuja. Praise the Lord. Wakati tulikuwa tunapanga tukaekae. Hata kabla tupange hivyo tukitoka honeymoon. Praise the Lord.
Tukiendelea tunangoja sasa, tunadhani ni kasichana. Mungu akasema zile nguo mmenunua za kijana wa kwanza, wacha tena kakijana kafanye nini? Wakati kalikuwa kametumia hizo nguo zimeraruka sasa, kaleta tena kasichana. Kakitumia hizo nguo tena akaleta nini? It is by the grace of, sio kwa nguvu zetu. Praise the Lord. We did not even apply to have those children. It is by the grace of, it is by the grace of God. Hata mtoto wako anapoenda shule, wetu anaenda shule and the Lord provides. It is by the grace of God. Kama uko hapa na by the way watoto wako umewalipia school fees hii term, hawana deni, it is by the grace of God. Si ati kwa sababu unajua kazi nzuri, wewe unafanya vizuri, wewe unastahili pesa. It is by the grace of God. Bwana asifiwe sana. It is the grace of God that sanctifies me every now and then. And it is the grace of God that gives me hope that I will enjoy eternal life with Jesus Christ. It is the grace of God. Ambia jirani yako ni kwa neema tu. Hebu mwambie ni kwa neema tu. It is by the grace of God. Unajua Paulo akiwa pale, unajua sasa sijui alikuwa kwa the Greek alikuwa na Hebrew, sijui alikuwa anaambia watu wake aje. I wish ningejua alikuwa anajua Kigreek. Praise the Lord. Lakini mimi najua Kigreek ya kwetu. Paulo angekuwa Mluya, angeongea Kiluya. Praise the Lord. Niwaambie vile angesema. Hai, praise the Lord. Hamjuangi Paulo alikuwa Mluya? Praise the Lord. Niwaambieko. Angesema navuzwa izimbabasi zia Nyasaye mbekurindi chikiri zimbabasi zia Nyasaye. Praise the Lord. By the grace of God I am who? Praise the Lord. Zimbabasi. Sijui kama angekuwa Mkikuyu kule Murang'a katikati ya watu wa Murima. Angesema aje? Wacha nianze. No. Amujui. No ega. Njogu angesema aje? Praise the Lord. Huyo si wa mlima. Bwana asifiwe sana. Hawa watu hawajui lugha yao hawa. Bwana asifiwe sana. Noega wangai niguo tumire ane uguo ndari. Njogu sasa rudia hiyo vizuri, inasema aje? Niwega wa Ngai niguo utumite ngorwo uguo ndari. Amen. Bwana asifiwe sana. Sijui Biblia yangu ya Kikamba inasema aje, acha nisikie inasema aje. Indikuonu wa mumo. Mlati akuja uniambia hapa inasema nini? Paulo angekuwa Mkamba akiwa kule Masi, angekuwa anawaambia aje? Kuja unisomee. Somea hii. Indi kuondu wa mumo wa Ngai neilie o undu ndilie. Amen. Bwana asifiwe sana. Teach. Sijui angekuwa huko Sugoi angekuwa anasema aje? Wacha nisikie kama Akobomet. Ago en
Shika. Buni some hii. Agoyen miendap Jehova au git neau. Amen. Bwana asifiwe sana. Jotima, mtu wa baba. Toguono. Toguono. Mumareli iko hapa. Unisome hii. Tong'uono mar Nyasaye mo osemiyo abedo kaka achalno. Hivyo ndio nasema. But by the grace of God, I am who? Praise the Lord. Sijui Paulo angekuwa anasema aje kwa lugha yako, lakini anasema kwa neema ya Mungu. Hii ni ya Gen Z sasa. Kwa neema ya niko jinsi nilivyo. Gen Z hawananga kabila, praise the Lord. Wanaongea Kiswahili na Kizungu na Sheng. Kama ingekuwa sijui neema aje kwa Sheng, Buda singekuwa jinsi nilivyo. Gen Z mnasemaje sasa? Hebu tuambieni kwa Sheng. Bwana asifiwe sana. By the grace of God, I am who I am. By the way, it is by the grace of God you are who. By the way, vile unang'ara hivi, I'm telling you, kama haingekuwa wokovu wa Mungu, ungekuwa umeenda kule 10 na mtu amekasirika na kugonga, unatoka huku kuna meno kwanza moja ni mrefu hapa na huku kwote hakuna kitu. It is by the grace of God. Tell your neighbor, it is by the grace of God. The grace of God help us to do many things. Let me finish with this. 4 things or 5 that the grace of God help us to do. Number 1, the grace of God help us to be born again. Help us in salvation. The grace of God enable us to receive salvation. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. If you can project for me, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. The grace of God help us to receive salvation. Without the grace of God, you will not be born again. For by the grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. The grace of God helps you to be born again. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11. Project for me. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11. This is the second thing that the grace of God help us to do. A second thing, the grace of God, and such such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. By the grace of God, you are sanctified. Number 1, first S, you receive salvation. By the grace of God, you are sanctified. Sanctified is a process, a continuous process. Salvation is once. But salvation is a sanctification is a continuous process. The Lord by His grace anakusanctify kila siku, and it is by His grace. Number 3, the grace of God enables you to serve. The third S. First of all is salvation. Second is sanctification. The third one is service. By the way, you cannot serve God without the grace.
You cannot serve without the grace. Praise the Lord. Ndio wengine wakiishiwa na neema na amesumbuliwa na wamama, anawaambia ngwino. Hiyo ni Kigreek. Bwana asifiwe sana. Unaita hata mwenzako ngui kwa sababu neema imefanya nini? Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Imbwaino. Bwana asifiwe sana. Neema. Sometimes watu wanakuchukiza. Watu mpaka unasikia tu wachana na mambo ya wokovu na nini. Lakini neema inakusaidia unasonga mbele. It is the grace of God that enables you to serve God. Without the grace of God ungekuwa umewachana hata na kanisa kitambo. It is the grace of God. Bwana asifiwe sana. Number 4, the grace of God helps you to submit. Without the grace of God you will not submit. Hello? Uko kanisani, yule anakuongoza hata hajasoma mahali umefika, hana mali kama ile uko nayo, but by the grace of God you are able to submit. The grace helps you to submit. Praise the Lord. Tell your neighbor, by the grace of God. By the grace of God. By the grace of God even you give. Without the grace you can't give. Hello? Ni neema ndio inakusaidia kutoa. Kama si neema ya Mungu hautatoa. It is by the grace of God. Hata Paulo akiandikia one of the churches akawaambia, by the grace you have been able to give this much. Kwa sababu ya neema ambao walikuwa nayo. Praise the Lord. Kuna makanisa ambayo ilikuwa na neema ya kutoa na kuna makanisa zingine haikuwa na neema ya kutoa. Hata wakati unajua unajipata umejitoa kama mgeni wa heshima, hiyo ni kwa neema. Praise the Lord. And the Lord is going to bless you. Praise the Lord. Ni kwa neema. Just 3 things why, when you remember this message, why Paul was saying, I am who I am by the grace of God. When you remember that, one thing, utakuwa unamrudishia Mungu shukurani. Praise the Lord. Ukijiona uko jinsi ulivyo kwa neema ya Mungu, utakuwa mtu wa kurudishia Mungu nini? Shukrani. Wakati unaenda nyumbani, unaona wale mlikuwa nao primary, wengine wamekunywa 10, wengine hata koti akivaa moja inaenda huku na ingine iko juu, na mlikaa naye the same class. Na wewe ukienda mpaka wanakuheshimu, anakuambia nipatie mbao, nipatie 50 bob. It is by the grace of God. It is by the grace. Inakufanya usiwe mtu wa kiburi, umpe Mungu nini? Utukufu. Praise the Lord. God is reminding you so that isikuwe kiburi kwako, uwe mtu mnyenyekevu, uwe unakumbuka it is by the grace of God. Unapokumbuka huu mstari na ukijiangalia ukisema ni Mungu amenifikisha umbali huu, kuwa mtu wa kumtumikia Mungu, because Mungu alikuokoa with a purpose. Praise the Lord. It is by the grace of God. Mimi nimewaambia kama haingekuwa neema ya Mungu, mimi singekuwa nimesimama katika haya madhabahu siku ya leo kuhubiri. But by the grace of God I am who I am. Tusimame. Sijui kama kuna mtu hapa anaona kama haingekuwa ni neema ya Mungu, kama haingekuwa ni neema ya Mungu, hata hangekuwa hapa siku hii ya leo. It is by the grace of God. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Nataka tu mwambie Mungu, kama si neema yako, kama si neema yako Mungu, na neema tele. Yes Lord. Kama sio
sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Ningependa tu tufunge macho yetu katika uwepo wa Bwana. Tutaumba huo wimbo tena, lakini kabla tuimbe, kama tumefunga tu macho mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, labda uko kama mimi, hiyo miaka ambayo imepita, unaweza kuwa unakuja tu kanisa kama vile nilikuwa ninaenda, hata umekuwa na sisi hapa kwa muda, lakini ukaulizwa uliokoka lini, hauna uhakika. Wengine wataenda mbinguni na utawachwa. Asante, umekuja katika nyumba ya Mungu, uko mahali panapofaa, na leo ni siku yako. Ni kwa neema tu Mungu amekufikisha umbali huu, ni kwa neema tu anataka kukuokoa, sio kwa kazi yako nzuri, sio kwa mambo mengine, ni kwa neema tu. Kabla ni ombi la mwisho, labda uko hapa na haujaokoka, ukaulizwa hata uliokoka lini, hauna uhakika. I want you be sure uliokoka tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. As we sing that song, if you are here, you want to get born again, taomba na wewe. Kama tumefunga tu macho hivyo, je, unatafakari moyo wako na unajua hujampokea? Just lift up your hand, we'll pray together. Are you here na haujaokoka? Tutaomba pamoja na wewe. Je, uko hapa na unataka neema ya Mungu, neema ya Mungu ikakuwezeshe? Are you here? Are you here? Are you here? Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Usiogope. Thank you. Thank you. Uko hapa na unaona Mungu amekufikisha umbali huu kwa neema yake. Nataka tu, kama unaona ni neema ya Mungu imekufikisha, kwa ishara tu ya kusarenda, kumwambia Mungu asante. Hata sikuiti hapa, unamwambia Mungu asante kwa neema yako imenifikisha umbali huu. Nataka tu tunapoimba huo wimbo, just lift your hands as a sign of surrender, ya kumwambia Mungu asante kwa neema yako. Mimi nasema kwa niaba ya hii kanisa, ni kwa neema ya Mungu tumefika umbali huu. Ni kwa neema ya Mungu tumeweza kujenga huu mjengo. It is by the grace of God. It is by the grace of God we are united as the LCC. It is by the grace of God we have come this far. Nataka tu tuimbe huo wimbo, na kama unaona ni neema ya Mungu imekufikisha umbali huu, just lift up your hands in the presence of the Lord. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama
Bwana, ni kwa neema yake tu. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, Yes, ningekuwa wapi? ni kwa neema ya Mungu tu.